Ah, barabara. Hapo mwanzo wa hapo Prisha Kabasi kupenda Mungu aliweza kuja kuumba mbingu na nchi. Sikiza vizuri. Mwanzo hakika Mungu ni kiumbe mwenye hai. Kumbuka yeye ni spirits, lakini alikuja kuumba ulimwengu na akaweza kuumba binadamu wengi area zenyewe hizi. Nayo hapa Prisha Kabasi inasemekana kwamba ni kwa eti nayo nchi ilikuwa ukiwa, ina maana ilikuwa gatupu na giza ilikuwa juu ya uso. Sikiza vizuri, ilikuwa juu ya uso na wa vilindi vya maji. Ndipo sasa roho yake Mwenyezi Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Tulia vizuri tena zaidi, sikiza hii story, inaweza kukujenga. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaangalia tena na tena akasema Mungu akaita nuru mchana na giza akaita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Sikiza brother mpenzi mtazamaji, mimi DJ Khan ningependa sana uweze kusikiza story hii sha. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaangalia tena tena akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Unaona? Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake. Juu ya nchi ikawa hivyo. Sikiza, nchi ikatoa majani, mti utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake ni zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku. Nayo iwe hiyo dalili ya majira na siku za miaka. Unasikia story? Tena hiyo ndiyo mianga katika anga la mbingu, iti nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akiweka katika anga la mbingu iti nuru juu ya nchi, na kuutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne. Mungu akasema maji na yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijaliwa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukaye kwa jinsi yake. Mungu akaona ni ya kuwa ni vyema. Kila kitu Mungu alikuwa kaniona ni vyema. Sikiza vizuri tena zaidi. Mungu akavibariki akisema, zaini mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Siku ya sita Mungu akasema nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake,
na mnyama wa kufungwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kitambaa, yani kutambaa, kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkayajaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndio chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Hapo ndipo sasa Mwenyezi Mungu aliweza kumalizia kuweza kuumba kila kitu chochote na ambacho unakionanga wewe mwenyewe. Na kumbuka, wewe ulipatiwa nguvu kama binadamu uweze kutunza mali yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nashukuru sana kwa kuweza kusikiliza haya mahojiano yetu. Kwa hivyo nataka nikupeleke moja kwa moja tuweze kuangalia the book of Revelation, which it says now. Kwanza tuombe. Nataka tuombe. Fungeni macho yenu, ama mimi nitaweza kuinamia chini na yote mambo nitaweza kuwa sawa. Kwa hivyo nataka tusome Luke chapter 12 verse 28. Na kwa hivyo, if that is how God clothes the grass of the field, which is here today, and tomorrow is thrown into the fire, how much more will he clothe you, you of little faith? Wewe mwenye amani ndogo, tafadhali kuwa mwenye imani. Kuwa mwenye imani na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki. Kumbuka, Abraham isingekuwa ni hili imani yake, asingekuja kupendwa na Mwenyezi Mungu, asingekuja kutoa ile kafara ambayo alikuwa ameambiwa atoe. Kwa hivyo tafadhali sikilizeni chochote na ambacho kinahusiana na mambo ya Mungu. Kwa hivyo nataka tuombe, na mimi nainamia. God, sometimes it's hard to surrender my life to you. I make the mistake of thinking my plans are better than yours. I know your purpose for me is far greater than I can imagine. So, I want to release all control to you. I invite you into my decision making. Please inspire every move and doubt I make. In Jesus' name, Amen.